mwanafunzi mpya. Sawa? Mara ya mwisho leo, tegemea tena kuona yule mimi. Mimi kama sio leo unataka kufanya tena. Mimi nakuua mwanangu. Mimi nakuua mwanangu. Elimu na mapenzi ukivichanganya. Wanafunzi hamjambo? Sasa huyu hapa, huyu ni mgeni wenu, mwanafunzi mpya. Sawa? Nimemleta leo kuja kuanza shule. Kwa hiyo mtajumuika pamoja kuanza shule. Sawa? Ajitambulishe. Atafanya nini? Atajitambulisha. Hivyo basi namkaribisha aweze kujitambulisha. Karibu sana. Kwa majina naitwa Mitonga, ama unaweza kuniita jina maarufu naitwa Msauzi. Kutokea shule ya Tabora Boys. Nahisi atakuwa na nyie mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo basi niweze kumkaribisha aweze kujumuika na nyie, na baada ya hapo masomo mengine yataendelea. Asanteni sana. Pumzi, nashika upendo, naumia, sioni kosa la kuota kama ndoto. Kia wapi? Ndio yule anazingua mwanangu, anatukaje siti ya sister pale. Fanya maelekezo sasa familia. Hapo dogo mwenyewe mweupe. Dogo yani hapa hajali. Yani bado. Ndio mimi sitaki mwanangu. Wasikia sasa nafanya maelekezo sasa hivi. Wanabidi saa moja muone yule dogo. Wasikia yani amuone kama kituo cha polisi. Anajaa huyu dogo huyu yuko hapa wasikia hapa mwanangu. Kisha akishanyonyoa nyayo huko. Inabidi mtendee sasa. Haina noma. Umeishi mwanangu wako. Elimu na mapenzi ukivichanganya, kichwa kitashindwa nishike lipi niache lipi. Kwenye elimu na mapenzi wengi hatutasa. Una mpenzi unayempenda na kujizuia unashindwa. Moyo na upande wa pili, akili naitaka sawa, lakini jina lako likipita nahisi nishindwe tena. Education and many loves will torment us. Education and many loves will torment us. Nashika darasa nakosa pumzi, nashika upendo naumia. Unajua nini? Unajua jamaa mimi sielewi sana. Yaani ghafla binivu tu.
anafika dema na mkufutia kiti. Asa udogo mimi sio mara ya kwanza nimemuona, yani kama mara pili hiyo mwanangu. Yaani anaingia class afu demu mwenyewe mfuatilia kwa siku nyingi. Yaani anaingia tu kirahisi anafutia kiti. Nasikia kiongozi. Yule jamani mtie kisu kwanza. Yaani mtoe jamaa kwanza mtie kisu au sio? Unajua nini? Sikieni wanangu. Alafu nyewe familia. Nyewe mnaelewa kinua mimi hivyo mfia. Yaani hapo umeisha. Unasikia? Sasa inabidi J na rank wewe. Sawa. Side hapo. Inabidi sasa muende mfuate mwambie yule dogo yule. Ewa, yule demo muone kama kituo cha polisi. Imeisha. Yaani asigu wanangu. Hiyo imeisha. Yule jamaa sisi tunakata huko. Mfuate sasa hivi sasa. Elimu na mapenzi ukivichanganya, kichwa kitashindwa nishike lipi niache lipi. Kwenye elimu na mapenzi wengi hatutasa. Una mpenzi unayempenda na kujizuia unashindwa. Moyo na upande wa pili, akili naitaka sawa, lakini jina lako likipita nahisi nishindwe tena. Wewe umekuja juzi tu afu umeanza kufakamia demu mwanangu. Sisi tushauzika mwanangu. Kwa nini unafanya hivi sasa mwanetu? Asa mambo yako mwanangu, wewe umekuja juzi tu, hatukuelewi. Hamna mambo mengi huyu jamaa mwanangu. Usimcheleweshe huyu. Ndugu ni chano huyu. Kwani kosa langu nini? Kwa nini sasa hivi amekufutia kiti wewe? Kwani demu akufutia kiti mwanangu? Demu huyo. Mimi nimwambia wapi? Nini umefika tu afu kuna demu anakufutia kiti. Sisi tumeshiria muda mrefu sana. Mwambie ajipendekeza mwenyewe. Sasa unapendekeza mwanangu mwenye yusho ile unazingua unamjua yule mwanangu. Unamjua. Jambo langu asikia. Mara ya mwisho leo. Sitegemea tena kuona na yule demu. Mimi kama sio leo wewe unachotaka ukifanya tena. Mimi nakuua mwanangu. Mimi nakuua mwanangu. Leo mara ya mwisho kumfuatia yule demu. Sitegemea tena kuona unamfuatia yule demu. Sisi tumehangaika naye muda mrefu sana. Afu unazingua mwanangu. Nasema hivi mwanangu, mimi nakuua mwanangu. Elimu na mapenzi ukivichanganya, kichwa kitashindwa nishike lipi niache lipi. Kwenye elimu na mapenzi wengi yatutesa. Una mpenzi unayempenda na kujizuia unashindwa, na moyo unavuta upande wa pili, akili inaitaka sawa, lakini jina lako likipita nahisi nishindwe tena. Leo hata salamu zenu sizitaki. Mama mkae chini. Haya, kama unajua jana hakuwepo darasani pita mbele. Narudia, ambaye jana hakuwepo darasani mbele. Haya, kama jana unajua hakuwepo darasani pita mbele. Narudia, jana hakuwepo darasani pita mbele. Maana nyinyi mshazoea wanafunzi. Kwa hiyo ina maana mmegoma kutoka mbele, si ndio? Nimewauliza ambaye hakuwepo jana shule pita mbele. Namtaki nianze kuwachagua haraka. Pita haraka. Najua nyinyi mnataka kuizoea shule, si ndio? Yaani walimu tunapambana tuone kwamba mnafikia malengo yenu, mnataka kuonyesha kana kwamba sasa tufundishe. Sasa leo watamtambua. Alafu mbona nikiwatazama naona kuna mmoja hayumo, na huyo mmoja ni Konki. Huyo mmoja yuko wapi na ni nani? Mtaje hapa. Anakaribia mwezi mmoja hajafika shule. Hii sio shule ya baba yake. Nani hapo? Stina mbele ni nani? Hiyo stina namba ni nani? Joa. Alijifanya mjanja. Ndio huyu? Ndio. Wewe ndio unajiita stina namba? Nauliza, hukuwepo jana shule? Ndio. Kwa nini hukuwepo jana shule? Jana mikono mfukoni. Yaani mwalimu jana wakati wa kuja shule niliomba lift, lakini wakati sasa wakunileta wakati itakaa nishuke pale main, lakini dereva akapitiliza
Kwa hiyo nikajikuta nishafika kijiji kingine. Na akili toka. Wewe kwa nini jana kuja shule? Mwalimu mimi jana nilifua nguo zangu lakini hazikukauka. Ulifua nguo hazikukauka? Una akili toka. Wewe kwa nini jana ukuja shule? Mwalimu sikia nikwambie kitu sababisha tena sikuja shule. Sasa mimi usiku ndio nikalala nimevaa nguo za shule ili niwahi. Sasa kilichonikuta asubuhi nikaamka nikakuta nimejikojolea. Halo. Mbona kujolea mkubwa hivi? Binti. Na mzuri hivyo lakini mbona? Kwa nini kuja shule? Mwalimu mimi jana nilikuwa namsaidia mama kukanga tumbua. Ai, nikusamehe. Na wewe Acha kama ni wewe kweli mwalimu usinge kuja shule. Yaani jana nilala usiku. Kuamka najikuta tinga tinga hata kama ni wewe mwalimu. Sasa hiyo tinga tinga. Binti. Sura nzuri, muonekano mzuri, lakini mtoto darasani. Kwa nini haukuwa shule? Mwalimu jana mimi nilikuwa naomba nilikuwa nimelala. Kweli? Basi. Na wewe kwa nini jana haukuwepo shule? Kwanza hivi kwa nini mnakuwa hivyo? Sorry sana, nilikuwa period. Ondoka. Gwiji namba 66. Kwanza umevaje? Kwa nini jana hukuja shule? Kwanza wewe na taarifa zako kama mwezi mzima huje shule. Kwa nini? Jana niliota nikiwa shule nikakurupuka saa 4. Hauna akili. Piga magoti hapa. Piga magoti hapa. Sasa wanafunzi, nataka hawa wawe ni mfano kwamba sisi tunapokuja hapa tunakuja kutimiza wajibu wetu. Sasa na sisi tunataka tunapotimiza wajibu wetu na ninyi mtimize wajibu. Hatutaki haya mambo shuleni. Shika hapa. Vingapi? Ndio kiuno hicho. Ndio kiuno. Toka. Hapa. Wewe sio unajiita namba 66 si ndio? Itakuwa 96. Toka. Sasa wanafunzi sawa? Na mwingine walimu tunawachapa kwa sababu wengine huwa mnakuwa na sababu za msingi. Ila tunachokihitaji sisi kama unakuwa na sababu ya msingi unatakiwa utoe taarifa kwa mwalimu husika, au kama huwezi kutoa taarifa basi mzazi aje afanyeje? Atoe taarifa. Sawa? Ndio. Sawa? Ndio. Unasemaje kijana? Unajua nini teacher? Kuna part sijakuelewa hivi. Nasema kuwa mtu akiwa anaumwa aje kutoa taarifa. Ndio maana yake. Sasa teacher, mimi kwa naomba tu wewe kama mwalimu wangu. Nilikuwa naomba nitoe taarifa mapema. Mimi kweli kesho. Mimi naona kuingia uongo. Yaani nitakuwa naumwa kiufupi. Ndio kwanza mbele. Umesemaje? Njoo. Kwanza kijana niambie. Yaani kwamba wewe umejuaje kama kesho utakuwa Mungu? Kwamba sasa umekuwa Mungu, umekuwa mganga wa kienyeji au umekuwa mchawi? Hivi kijana, hebu kwanza toa maoni yako. Toa haraka. Toa. Mimi na matatizo ya macho. Toa mwani, weka hapo. Weka mwani. Hebu nielezee vizuri, yaani umejuaje kama utakuwa Mungu? Lakini mwalimu, kumbuka umesema mtu akiwa anaumwa atoe taarifa. Nimesema kutoa taarifa lini? Leo. Wa pili akili inaitaka sawa, lakini jina lako likipita nahisi nishindwe tena.